Na ikiwa tarehe 24 mwezi Februari mwaka wa 2025, karibu katika taarifa za AJR News. Mimi ni Videlis Moshoge, na taarifa za siku ya leo tunaanza kutoka kaunti ya Kisii 045, eneo la Egesa, mahali ambapo wafanyabiashara na wakazi wa eneo hilo wameamka kwa mkaza wa moto ambao umefanya uharibifu mkubwa wa mamilioni ya fedha. Wafanyabiashara katika eneo hilo, mavibanda vyao, mahali ambapo wanafanyia biashara zikiteketezwa. Polisi wameanzisha uchunguzi ili kubaini chanzo cha moto huo, kati ambapo wameomba viongozi kutoka serikali ya kaunti kuwasaidia ili kuanza upya maisha yao katika eneo hilo la Egesa, huko pia wakiomba wale ambao ni waizani kuja kuwasaidia kama njia moja ya kuanza upya biashara zao. Na tukiendelea na taarifa hizo ya moto, siku chache baada ya uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta International Airport JKIA kushika moto, sasa pia mbuga ya wanyama ya Masai Mara, leo mchana moto umeonekana katika eneo hili, huku pia tunangoja taarifa kutoka kwa usimamizi wa mbuga hiyo. Kumbuka kwamba moto huo, wale ambao ni wazima moto walifika eneo lile ili kukabili moto huo usifanye uharibifu zaidi katika mbuga hiyo ya wanyama ya Masai Mara. Kama dunia kubwa sana. Help! Na tukiachana na taarifa hizo, tunaingia taarifa za hivi punde kwamba familia ya marehemu Wafula Chebukati, ambaye pia aliwahi hudumu kama mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya IEBC, imejitokeza kupitia kwa msemaji wao na kuweka bayana kile ambacho kilisababisha kifo cha Wafula Chebukati. Kumbuka kwamba Wafula Chebukati amefariki takriban juma moja ambalo limekwisha, huku familia ikisema kwamba alifariki kutokana na saratani ya akili ambayo wamekuwa wakiuguza kwa siku na miaka mingi, na wamesema kwamba wamejaribu kadri ya uwezo wao kumpeleka Ujerumani kutibiwa, lakini hawakufua dafu. Na familia imepeana ratiba ya maziko yake, wakisema kwamba tarehe 8 mwezi Machi, mwezi ujao, ndio itakuwa siku yake ya mwisho Wafula Chebukati. Kumbuka kwamba vijana, hasa wale ambao ni wajenzi na Wakenya kwa ujumla, wamekuwa wakisua katika mitandao ya kijamii kuhusu kifo chake Wafula Chebukati. Tumsikilize msemaji wa familia. The family, for purposes of the facts that he was a public figure, and for purpose of keeping good records for posterity, his grandchildren and anybody else, the family is still considering a postmortem. The burial has been confirmed for the 8th of March at his farm in Sabata within Kitale, within Trans Nzoia County. Na katika taarifa za kitaifa ni kwamba Rais William Samoei Arap Ruto ameongoza kikao katika ikulu ndogo ya Mombasa, kikao ambacho alikuwa anafanya mazungumzo maalum na kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga, ambaye pia aliwania kiti cha wenyekiti wa mataifa ya Kiafrika na akafeli, Mahamud akitua kiti hicho. Raila Odinga amemiminia sifa sufufu Rais William Samoei Ruto kwa ushirikiano wakati ambapo alikuwa anafanya kampeni ya kutua kiti hicho cha wenyekiti wa mataifa ya Kiafrika, akisema kwamba ni ndugu yake Rais Ruto alimsaidia sana. I also want to thank the other leaders across the continent, those who voted for us. There are those who stood with us to the last moment and voted. And if we had wanted, we would have completely stopped the elections, because you require 2/3 to be elected. And these leaders were ready to go with us to the end, and they would not have been able to get the 2/3. So I thank them. And I also thank those who voted against us, because in doing so they were exercising their democratic right. That's how democracy works. So we are not bitter at all. I congratulated my competitors, the candidate from Madagascar, the candidate from Djibouti, who eventually won, and wish him well, indeed. So we are available to help the continent of Africa, but more importantly, we are also available for Kenya. Kwa wakati huo huo pia Rais William Samoei Ruto
amesema kwamba watakuwa wanashirikiana zaidi na kinara huyo wa upinzani Raila Odinga ili kuangazia na kuyangazia masala ambayo yanawahusu wa Kenya. Rais akisema kwamba Raila Odinga watakuwa jambo la muhimu ama watafanya mambo ya muhimu hivi karibuni, akisema kwamba watatangaza mustakabali vile ambavyo atafanya. Hii ni baada yake kuanguka ama kutoshinda kiti chile cha wenyekiti wa mataifa ya Kiafrika, huku Rais Ruto akimiminia pia sifa Raila Odinga. Good brother Raila Odinga, you represented Kenya very well. We had, I must say this, I have supported many people in the past, but we had a fantastic candidate. He was present, he was available, and he did what needed to be done. So to all of you and to the people of Kenya, it is again a proud moment for us to receive you back home and to engage with you as we drive the development of our country, as we engage in the nation-building exercise, and as we broaden and widen our engagement as the people of Kenya. Na katika taarifa za kimataifa ni kwamba Wakenya wanaendelea kuzua katika mitandao ya kijamii kuhusu uhusiano wa kidiplomasia kati ya Kenya na nchi jirani. Hii ni baada ya kikosi na kundi kutoka Sudan kuja na kutia sahihi muungano na maelewano katika jiji kuu la Nairobi. Hii ni baada pia ya vile vita ambavyo vinaendelea pale DRC Congo kuhusisha nchi ya Kenya na nchi nyingine jirani, ikiwemo nchi ya DRC Congo, nchi ya Rwanda, nchi ya Uganda, nchi ya Tanzania, nchi ya Afrika Kusini. Baadhi ya nchi ambazo Wakenya wanaendelea kuzua kwamba uhusiano wa Kenya na nchi hizo upo namna gani, huku pia wakihofia kwamba huenda Rais Ruto amefanya uadui na mataifa mengine tofauti wawane wa Kenya katika mitandao ya kijamii. Lakini taarifa za biashara, Ruth Nyanchama anaendelea kuziandaa, atakupasha zaidi. Mimi ni Videlis Moshoge. Katika biashara ni kwamba nchi ya Uganda inatafuta mkopo wa bilioni 24.7 ili kufadhili kwa kiasi fulani ununuzi wa kampuni ya umeme Investors, huku mkataba na makubaliano ya kampuni hiyo ya miaka 20 kama msambazaji mkuu wa umeme nchini milika hivi karibuni. Na kwa upande mwingine ni kwamba kampuni ya simiti ya East Africa Portland Cement inatarajia kuanza kulipa mkopo wake wa bilioni 1.9 uliochukuliwa kutoka kwa shirika moja kutoka Japan lijulikanalo kama JICA, ukipenda Overseas Economic Cooperation Fund, mkopo ambao ulichukuliwa kwa usaidizi na serikali. Nikome hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyanchama.